Kuna sheria kuu 4 zitakazokusaidia usikate tamaa katika safari ya kuelekea ndoto zako. Na kuzifuata hizi sheria kuu 4, maisha yako yatabadilika na itakuwa ni vigumu kukata tamaa. Watu wengi huanza safari zao wakiwa na nguvu, hamasa na matumaini makubwa. Lakini njiani hukutana na changamoto, kuchelewa kwa mafanikio, kukatishwa tamaa na wakati mwingine kushindwa kabisa kuendelea. Hata hivyo, historia inaonyesha kwamba watu waliofanikiwa zaidi duniani, wafikiriaji wakubwa, waandishi wa vitabu na wanafalsafa, hawakufanikiwa kwa bahati. Walifuata kanuni fulani za maisha ambazo zimefanyiwa tafiti na kuthibitishwa kuwa na matokeo makubwa katika mafanikio ya binadamu. Sheria ya kwanza: usiache kwa sababu ya maumivu ya muda mfupi. Katika sheria hii, Napoleon Hill katika kitabu chake Think and Grow Rich anaeleza kuwa watu wengi hushindwa si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu huacha mapema wanapokutana na changamoto za kwanza. Anaeleza mfano wa watu waliokuwa wanatafuta dhahabu, yaani gold miners. Walianza kuchimba wakijitahidi sana, lakini walipokaribia kupata hazina yao, walikata tamaa na kuacha. Baada ya muda mfupi, mtu mwingine alikuja na kuchimba sehemu ile ile na kupata dhahabu. Maana yake ni hii: kukata tamaa karibu na mafanikio ni kosa kubwa zaidi la maisha. Ukienda kinyume na sheria hii, unaanza kazi lakini huimalizi. Unabadili ndoto kila unapokutana na ugumu. Unapoteza muda mwingi kuanza upya baada ya kusonga mbele. Sheria ya pili: usidhibitiwe na hisia, dhibiti mfumo wako wa mazoezi. Katika sheria hii, James Clear katika kitabu chake Atomic Habits anaeleza kuwa mafanikio si matokeo ya hamasa, yaani motivation, bali ni matokeo ya mfumo wa mazoea. Anaeleza kwamba we are what we repeatedly to do. Watu wengi hushindwa kwa sababu wanategemea hisia. Leo nina hamasa, nafanya kazi. Kesho sina hamasa, sifanyi kazi. Ukienda kinyume na sheria hii, maisha yako yanakuwa ya kubahatisha. Unaanza vitu lakini huviendelezi. Ndoto zako zinategemea mudi yako, si nidhamu yako. Sheria ya tatu: maana ya ndoto yako ni nguvu ya kukuvusha. Katika sheria hii, Viktor Frankl katika uzoefu wake wa maisha na mateso aligundua kuwa mtu anaweza kustahimili maumivu makubwa kama maisha yake yana maana. Anaeleza kuwa mtu anaweza kuvumilia katika karibu chochote kama ana sababu ya kuishi. Maana yake ni hii: kama ndoto yako haina maana kubwa moyoni mwako, utakata tamaa kirahisi. Na ukienda kinyume na sheria hii, unachoka haraka bila sababu ya ndani. Unashindwa kuvumilia changamoto. Unapoteza mwelekeo wakati maisha yanapokuwa magumu. Sheria ya 4: mafanikio ni matokeo ya majaribio ya mara kwa mara. Watu wengi wanafanikiwa si kwa sababu hawakushindwa, bali kwa sababu walikataa kusimama baada ya kushindwa. Thomas Edison alijaribu mara elfu kadhaa kutengeneza taa ya umeme. Kabla ya kufanikiwa, alipohojiwa alisema hajashindwa, bali amegundua njia elfu ambazo hazifanyi kazi. Ukienda kinyume na sheria hii, unashindwa mara moja na unaacha. Unahisi kushindwa ni mwisho wa safari. Unakosa uzoefu unaotengeneza mafanikio. Hitimisho: baada ya kusikiliza sheria hizi 4, jiulize, je, ninaacha haraka ninapokutana na changamoto? Je, ninaishi kwa hisia au nidhamu? Je, ndoto yangu ina maana kubwa kiasi cha kunivusha magumu? Je,
Nipo tayari kushindwa mara nyingi kabla ya kufanikiwa? Jaribu kufanya haya kwa siku 7. Andika ndoto yako kila asubuhi na jioni. Fanya jambo moja linalokuelekeza kwenye ndoto yako kila siku. Usikate tamaa hata kama huoni matokeo mara moja. Rekodi kila changamoto unayokutana nayo na jinsi unavyoishinda. Baada ya siku 7, jiulize, nimebadilika nini? Nimeacha nini kinachokuwa kinanikwamisha? Nimejifunza nini kuhusu mimi mwenyewe? Ukifanya hivi kwa siku 90, utaanza kuona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Imani yako na juhudi zako ndizo zitakazobadili ulimwengu. Karibuni sana Hadora Education.